Give them even a bigger smile. Mpe tabasamu kubwa zaidi. Tell them, neighbor or neighbor, Mwambie jirani o jirani, I'm happy to sit next to you. nimefurahi kukaa karibu yako. Amen, amen, amen. Amina, amina, amina. I have received a lot of messages Nimepata jumbe nyingi sana through my Instagram account. kupitia akaunti yangu ya Instagram. Your camp meeting is trending, beloved. Makambi yenu yametrendi. So there are a lot of people out there who do not even know you, but they are sending their love. Kwa kuna watu ambao hawafahamu ila wanawasalimia. There are some few funny comments I've read. Na kuna comment za kuchekesha zingine. One of them was this single male. Na kuna huyu mmoja ni mwanaume mmoja. Single male. Ni mwanaume not married. Ambaye hana mke. He said that he has finally seen the school for his children. Akasema hatimaye amepata shule kwa ajili ya watoto wake. He's just waiting for the fiancé. Anasubiri tu mchumba. That was quite funny. Ikanifurahisha sana. That was quite funny. Ikanifurahisha sana. But my good friend here is also trending a lot. Lakini rafiki yangu hapa naye ana trend sana. My goodness, people are asking, who is she? Watu wanauliza nani huyo? What country is she from? Ametoka nchi gani? What's her name? Anaitwa nani? And I'm like, no, we can't share that private confidential information. Na mimi nasema siwezi kuambia kitu cha siri. She's under 18. Yupo chini ya miaka 18. Leave her alone. Mwache. All right, I made you smile on purpose. Nimefanya mtabasamu makusudi. Let us turn our thoughts to the book of John once again. Sasa tuangalie kitabu cha Yohana kwa mara John chapter 21. Yohana 21. John chapter 21. Yohana 21. And we'll be looking from verse 15 na tutaanza kuangalia fungu la 15 to verse 17. hadi la 17. John chapter 21. Yohana 21. Verse 15. Fungu la 15. We don't have much time. Tuna muda kutosha. Now let's read the word of God. Sasa tusome neno la Mungu. John 21 reading from verse 15. Yohana 21 kuanzia fungu la 15. When they had finished eating, basi walipokwisha kula, Jesus said to Simon Peter, Yesu akamwambia Simoni Petro, Simon son of John, je, Simoni wa Yohana, do you love me more than these? wewe wanipenda kuliko hawa? Yes, Lord. Akamwambia, naam Bwana. He said, you know that I love you. Nasema wewe unajua kuwa nakupenda. Jesus said, feed my lambs. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Again Jesus said, akamwambia tena mara ya pili, Simon son of John, Simoni wa Yohana, do you love me? unanipenda? He answered, yes, Lord. Akamwambia, ndio Bwana. You know that I love you. Wewe unajua kuwa nakupenda. Jesus said, take care of my sheep. Akamwambia, chunga kondoo wangu. The third time he said to him, akamwambia mara ya tatu, Simon son of John, Simoni wa Yohana, do you love me? wanipenda? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? Petro alihuzunika kwa vile alivyoambiwa mara tatu wanipenda. He said, Lord, akamwambia, Bwana, you know all things. wewe wajua yote. You know that I love you. Wewe unatambua kuwa nakupenda. Jesus said, feed my sheep. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Dear Lord, Bwana, your word is clear. Neno lako lipo wazi. That it is when you are highly lifted, ya kwamba unapotukuzwa juu, you will draw all men, women, children and adults to you. Utaleta watu wote, wanaume, wanawake na watoto kwako. Therefore, in the silence of this moment, na hivyo katika ukimya na utulivu wa wakati huu, I ask you to bury my pride. Ninakuomba uzike kujiona kwangu. Bury me alive, dear Lord. Nizike nikiwa hai, Bwana. So that you and you alone, ili wewe na wewe pekee, will be seen. uweze kuonekana. Now, sasa, I place the words of my mouth, ninaweka maneno ya kinywa changu, the meditations of my heart, na fikra za mioyo yangu, to you and you alone, O God. mikononi mwako wewe tu, Bwana. In the name of Jesus we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. I love you. Na kupenda. I love you. Na kupenda. I love you. Na kupenda. Do you want to turn to your neighbor now? Nataka kumgeukia jirani yako sasa.
Is this the time you turn to your neighbor? Ni wakati wa kumgeukia jirani yako? I think this is the time. Na hisi ndio wakati. Look at them in the eyes. Mwangalie ndani ya macho. If you want to know a thief, you look at them in the eye. Ukitaka kumuona mwizi, mwangalie machoni. And give them a smile. Afu mpe tabasamu. Tell them, neighbor, oh neighbor. Mbe jirani, oh jirani. I love you. Na kupenda. There are some people struggling here. Kuna watu hapa wanapata shida. There are some people struggling here. Kuna watu hapa wanapata shida. And there is a few more struggling here. Na kuna wengine hapa wanapata shida. I love you. Nakupenda. See, John chapter 21. Unaona Yohana 21. It was after Jesus was crucified. Ni baada ya Yesu kusulubiwa. After he was deserted and left alone by his disciples. Baada ya kuachwa na wanafunzi wake. After he's been rejected by 2 of his disciples. Alivyokataliwa na wanafunzi wake And wawili. denied by 2 of his disciples. Na wakamkataa wengine wawili. Who are the 2 disciples that denied Jesus? Walikuwa wangapi waliomkana? Do you know the 2 disciples that denied Jesus? Unafahamu wawili waliomkana? Who was the first one? Wa kwanza ni nani? Judas Iscariot. Alikuwa Yuda Iscariot. And what happened after he denied Jesus? Na nini kilitokea baada ya kumkana Yesu? He went and committed suicide. Alienda kujinyonga. The funny thing was, Na cha kufurahisha ni you see, the money he was paid naona hela alizopewa to deny Jesus, kumkana he Yesu, went and bought a piece of land. akaenda kununua sehemu ya ardhi. And after he denied Jesus, Na baada ya kumkana he Yesu, went and committed suicide on the very piece of land he spent the money on. alienda kujinyonga katika ardhi ile ile aliyoinunua. We'll leave that alone for another day. Tutaiacha hiyo kwa ajili ya siku nyingine. Who was the second disciple that denied Jesus? Na yupi ni wa pili aliyemkana? Peter. Petro. How many times did he deny him? Alimkana mara ngapi? 3 times. Mara 3. And let me tell you a funny fact. Na ngoja niwaambie kitu cha kufurahisha kingine. Is it a funny fact? No, it's not a funny fact, but it's a fact. Hapana, hakifurahishi ila ni kitu tu inabidi Peter ujue. was swearing and cursing. Petro alikuwa akijilaani. Swearing in the sense of using foul language. Alikuwa anatukana. Yeah, that's the one. When he was denying Jesus, Alipokuwa anamkana he Yesu, was swearing and cursing alitukana na kulaani. that I don't know this Ya kwamba guy. simfahamu huyu mtu. Swearing and cursing. Alitukana na And remember, kulaani. Peter was a fisherman. Na Petro alikuwa mvuvi. And you know fishermen with the foul language. Na unajua wavuvi na maneno So machafu. when they came to him, Kwa walivyokuja kwake, talking about, you look like one of his disciples. anasema unafanana na mmoja You wao. talk like him. Unaongea kama You yeye. move like him. Unatembea kama Peter yeye. was swearing and cursing. Petro alikuwa anatukana na kulaani. And I'm not going to run the risk of repeating the words he probably said. Na mimi sitaki kurudia maneno ambayo huenda alisema. Because I don't know them. I'm a pastor, so hey. Sababu mimi sifahamu ni mchungaji. But he was swearing and cursing Lakini aitukana na kulaani while denying Jesus. huku akimkana Yesu. And they left Jesus alone. Na akamwacha Yesu peke When yake. Jesus was on the cross, Yesu alivyokuwa it msalabani, was only one disciple that was left with him. alikuwa mwanafunzi mmoja tu was aliyebaki naye. that? Na ni nani huyo? You got it right. Who was that? Umepatia nani huyo? John. Yohana. John was the only disciple left Yohana ni mwanafunzi pekee at the aliyebaki feet of the cross. miguuni pale kwenye msalaba. And it was Jesus hanging on the cross Na ilikuwa Yesu akiwa pale that ameangikwa. asked and begged John, Na akamwambia Yohana, look after your mother. mtazame mamako. And it was Jesus on the cross Na ilikuwa Yesu who msalabani begged his mother ambaye alimuomba to mamake look after John. amwangalie The Yohana. rest were long gone. Wengine wote waliondoka, They had left him walimwacha and deserted him. na And akamtelekeza. as though that's not enough, Na kama hiyo haitoshi, they went back walirudi to doing what they used to do kufanya kile walichokuwa wanafanya mwanzo before they met Jesus. kabla hawajakutana na You Yesu. remember when Jesus called Peter, Unakumbuka Yesu alikuwa anamuita he Petro, told him alimwambia that you will no longer be a na fisherman, kwamba kama hutakuwa tena but mvuvi, you will be a fisher of men. nataka ukavue watu From now henceforth, kuanzia sasa na your kuendelea. business is not to look for fish. Hautakuwa unatafuta Your samaki, business is to look for sinners so that they
they repent. Utatafuta wenye dhambi ili And watubu, they are prepared for my soon coming. ili waandaliwe kwa ujio wangu wa When pili. Jesus died, Na Yesu alivyokufa, all hope was gone. matumaini yote yaliondoka. Peter went back to doing Petro alirudi kufanya what he was doing kila alichokuwa anafanya prior to meeting Jesus. kabla hajakutana na He Yesu. went back to fishing. Akaendelea kuvua He samaki. forgot his calling. Alisahau wito That wake, he's no longer supposed to be a fisherman. ya kwamba kama hatakiwi tena kuvua He's samaki, supposed to be a fisher of men. anabidi akavue He watu. went back to his business. Akarudi kwenye kazi He yake, went back to the boat. akarudi kwenye He went merikebu, back to the nets. akarudi kwenye nyavu. And Jesus, Na Yesu after he resurrected from the dead, baada ya kufufuka katika he wafu, does only what Jesus can do. angalia kile Yesu anaweza kufanya. He does what only Jesus can do. Alifanya kile pekee Yesu angefanya. If I was Jesus, Kama mimi ningekuwa and you Yesu, better thank God that I am not Jesus. namshukuru Mungu mimi sio Yesu. If I was Jesus, Mimi ningekuwa Yesu. I have walked with you for 3.5 years. Nimetembea naye kwa miaka 3.5. I have performed miracles in your sight. Nimefanya miujiza mbele yenu. I have fed the hungry in your sight. Nimelisha maelfu mbele I yenu. have raised the dead in your Na sight. nimefufua wafu mbele yenu. I have told you about my mission and my purpose. Nimeambia kazi yangu na kusudi And I yangu. have told you about your mission and your purpose. Na nimeambia kusudi yenu And vile I have vile. taught you and trained Na you nimewafundisha na for kukaa na nyinyi 3.5 years. kwa miaka 3.5. You know, this is a length of a degree program in Tanzania. Unajua hiyo ni kama mtu anayechukua degree 3 Tanzania. years is a whole degree program. Miaka 3 ni degree I nzima have hapo. done a whole degree with you, Nimefanya degree nzima na wewe. teaching you that you are no longer a fisherman, Nikikufundisha kwamba wewe sio mvuvi wa but you are a samaki, fisher of men. ila yeye ni mvuvi wa And watu. I die for a weekend. Na nimekufa tu For a weekend. mwisho wa juma. And you desert me. Na wewe And unaniacha. you leave me. Na And you unanitelekeza. deny me. Na unanikana. And you go back into fishing. Na unarudi kuvua If samaki. I was Jesus, Kama mimi ningekuwa I would have Yesu, been done with you. ningemalizana na wewe. That would have been the end of it. Ingekuwa mwisho kabisa. You wouldn't see me. You Usingeniona, wouldn't hear me. usingenisikia, I wouldn't deal with you. na nisingepambana I na wouldn't nyinyi, want anything to do with you. na sikutaka kuhusiana na nyinyi But kabisa. Jesus is so loving. Lakini Yesu ana upendo He sana. doesn't give up. Hakukata tamaa, He doesn't let go. hakuachilia. After his resurrection, Baada ya kufufuka, one of the first things he does, kitu cha kwanza he alichokifanya, goes back to alirudi look for the very same people. kuangalia wale watu wenyewe, The very people that deserted him wale ambao alimwacha and denied him. na He akamkana. went back to look for them. Akarudi kuwatafuta, He went back to look for them. akarudi He kuwatafuta, went back to look for them. akarudi Let me kuwatafuta. tell you, beloved, Ngoja nikwambie mpendwa, Jesus never gives up on us. Yesu hajawahi kutukatia tamaa. You can give up on yourself. Wewe unaweza kujikatia You tamaa, can give up on your friends. wewe unaweza kumkatia tamaa You rafiki can give yako, up on your family. unaweza kukatia tamaa You familia can yako, give up on your siblings. unaweza kukatia tamaa ndugu But we zako, serve a lakini God tunamtumikia who Mungu never gives up on ambaye us. hajawahi He kutukatia is tamaa. always searching for us. Mara zote anatutafuta, Always searching for us. mara zote anatutafuta. That's the story. Na hiyo ndio hadithi, It is the human story. ni simulizi ya Do you kibinadamu. remember in the Garden of Eden Unakumbuka katika bustani ya Eden when everything was perfect? pale ambapo kila kitu kilikuwa kamilifu? Have you read about that? Umesoma kuhusu hiyo? Have you read about that? Umesoma kuhusu hiyo? Have you read Genesis 1 and 2? Umesoma Mwanzo 1 na 2? Perfect world, Dunia iliyo kamilifu, perfect people. watu waliokamilika, Ooh, super perfect people. watu waliokamilika. We're told that Eve was so beautifully beautiful. Tunaambiwa Hawa alikuwa mzuri, Physically. very beautiful, Imenyoka. very straight, Exquisitely beautiful. mzuri kupita kiasi. Anamkaribia kidogo Haika. Sana close to Haika. Perfect world, Dunia iliyo kamili perfect people. na watu waliokamilika. And these human beings, Na hawa wanadamu
They decided to turn against God wakaamua kumgeuka Mungu and to go against God. na kwenda kinyume na Mungu. Human beings decided to team up with the devil. Wanadamu wakaamua kuungana na They shetani, decided to lose their respect for God and go on the devil's side. wakaacha heshima ya Mungu na kwenda upande wa shetani. What did God do? Na Mungu alifanya nini? If I was God, Kama mimi ningekuwa Mungu, I created you, mimi nimeumba, I placed you here, nikaweka hapa, told you not to eat of the fruit. nikamwambia msilile tunda, You went and ate of the fruit. na ukaenda mkala. Brother, sisters, Kina dada, I would have killed you. ningewaua Done, tayari, dusted. meisha. But God, Lakini Mungu he goes out akaenda looking for his people. anatafuta watu wake. Adam, Adam, where are you? uko wapi? Where are you? Uko wapi? Adam, where are you? Uko And wapi? here's Adam. Na Adam anasema, I'm hiding. nimejificha. Why are you hiding, Kwa nini Adam? umejificha Adam? I'm naked. Nami ni uchi. Who told you you're Na naked? nikwambia uchi. Well, you see the woman. Huyu The mwanamke woman gave me the fruit. akanipa tunda And I na ate. nikala. All right. Sawa. Eve, Hawa, what have you done? umefanya nini? It wasn't me. Haikuwa mimi. It was the serpent. Ni yule nyoka. And if God asked the serpent, Na Mungu akimuuliza yule nyoka, probably the serpent would have said, it's not na me. nyoka anaweza sema sio It's mimi. you who created Ni me. wewe ule But we niumba. have a God Lakini tuna who Mungu is always searching for his people. ambaye mara zote anatafuta watu wake, He's looking out for his people. anawatazama watu wake. Listen, Sikiliza, you can never outseen the love of God. kama huwezi kuacha kutazama upendo wa Mungu. No. Hapana. You can never Huwezi outseen kutenda dhambi beyond the love of God. na kuzidi upendo wa Mungu. Because my Bible tells me Sababu Biblia yangu inaniambia that where sin bounded, ya kwamba pale dhambi his ilipotengeneza mpaka love was much more abounding. na upendo ulizidi So hapo, even at your worst, hata pale ulipo katika ubaya wako, he is still looking out for you. bado anakujali wewe He's looking out for me. na ananijali He mimi. never gives up on us. Hajawahi kutukatia So tamaa. here is Jesus Kwa hapa yupo on Yesu the shores of Galilee, katika fukwe za Galilaya, looking for his disciples. anatafuta wanafunzi And he wake meets them na anakuta busy fishing. wanavua samaki And he calls them. na anawaita And he sits them by the beach. na wanakaa pale ufukweni And they start making fish. na anaanza kutengeneza samaki. Ah, this is breakfast on the beach. Hii inaitwa kifungua kinywa karibu na bahari. You see, Jesus knows how to have a good time. Najua Yesu anajua kuwa na wakati mzuri. It's only you who is boring. Ni wewe tu ambaye huwezi. Jesus has never been boring. Yesu hajawahi kuwa hivyo. He's always about doing good things Mara zote anafanya mambo and mema having a good time. na kuwa na wakati mzuri. So here is Jesus Kwa hiyo hapa yupo Yesu having breakfast on the beach ambaye anafungua kinywa karibu na bahari with his disciples. na wanafunzi wake And they're eating some fish, na anakula samaki, talking, wanaongea, probably laughing. labda anacheka, Peter is a bit embarrassed na Petro anaona aibu kidogo because he denied him, kwa sababu alimkana, you know. si unajua. And then Jesus stares at Peter. Ila Yesu anamtazama Petro. Okay, our time's up. What do you do? Muda umeisha, sasa tunafanyaje? Chaplain, Mchungaji, will 10, 15 more minutes do? dakika 10-15 zitafanya hapo? You're tricking me. Nyie mnanitia I'm talking majaribuni. to the chaplain. Naongea na mchungaji. 10, 15 minutes is okay? Dakika Thank you. 10-15? Sawa. Right, so Jesus stares right at Peter Na Yesu anamtazama Petro machoni and he asks him, na Simon, anamuuliza, Petro, do you love me? unanipenda? Peter says, yeah. Anasema ndio. I love you. Nakupenda. And Jesus tells him, feed my sheep. Na Yesu anasema watazame wanakondoo wangu. And then they continue having breakfast. Na anaendelea kupata kifungua kinywa. And then Jesus stares at him for the second time. Na Yesu anamtazama tena kwa mara ya pili. He says, Simon, Anasema, Simon, do you love me? wanipenda? And Peter says, yeah, you know. Petro anasema, ndio, si unajua. Yeah, I love you. Nakupenda. And Jesus tells him, Na Yesu anasema, feed the lambs. walisha wanakondoo. And they continue having breakfast. Na anaenda kupata kifungua kinywa. And then Jesus says,
at Peter for the third time. Na Yesu anamtazama kwa mara 3 sasa. Says, Simon, Anambia, Simoni, do you really love me? kweli unanipenda? My Bible tells me that Peter was hurt. Biblia yangu inaniambia Petro aliumia, He was sad alihuzunika in the manner that Jesus asked him the third time. kwa sababu Yesu alimuuliza mara 3. He was hurt. Aliumia. What exactly is happening here? Nini kinaendelea hapa? What exactly is happening here? Nini kinaendelea hapa? Is Jesus lacking, is he in need of constant attention and reassurance? Ni kwamba Yesu anahitaji kuhakikishwa kila muda? Do you know those friends of yours who wants constant reassurance? Unajua wale marafiki ambao wanahitaji kuhakikishwa kila muda? You know them ones there? Si unajua wale? Yeah. Are you really my friend? Wewe ni rafiki yangu Are you kweli? truly my friend? Kweli wewe ni rafiki yangu? Are you my best friend? Wewe ni rafiki yangu Picky kweli? friend? Rafiki yangu Do you kabisa. really love me? Kweli unanipenda? Am I your best of best? Mimi ni rafiki yako kabisa. Am I the best thing that happened to you? Mimi ni kitu kizuri kilichokutokea. Do you know them ones there? Unawajua hao? No, I know they're not in this school. I'm talking about back there. in Najua other hapo schools. hapa na maisha. But you know those kind of people. Ile tunajua tu namna hiyo. Yeah, for those of you who have been in these relationships, not you students, I'm talking to them. Kwa wale ambao walikuwa kwenye masomo sio nyinyi, naongea na hawa. Yeah, so you can now close your ears. Mnaweza mkaziba masikio sasa. Have you ever been in a relationship with someone Mnaweza mkaa kwenye mahusiano na who mtu just wants constant reassurance? ambaye anahitaji umhakikishie kila muda. Nimependeza? Amen. Hivi kweli unanipenda? Do you really love me? Unanipendea nini? What do you love about Kweli me? kweli unanipenda? Do you really love me? Unanitania Ah, you're bwana. just Una joking. bwana wewe bwana wewe. Unanipenda bwana wewe. You're joking. Okay, now you can open your ears. Sasa mnaweza kufungua masikio sasa. Is this what Jesus is suffering from? Ndicho Yesu ambacho anateseka nacho? Is this what Jesus is doing now? Na ndicho Yesu anachofanya sasa hivi? Is he lacking some attention? Ni kwamba anataka tu kuhakikishiwa. Why ask the same question, Kwa nini nauliza swali hilo hilo? receiving the same answer Anapata majibu hayo 3 hayo times? mara 3. I mean, it was enough the first Na time. kama ilikuwa inatosha tu mara ya Hey, kwanza. bwana, mshikaji unanipenda, nakupenda, poa poa, baridi baridi, maisha yanaendelea. Hey, you love me? Yes, I love you. Fair and fresh. Sasa why 3 times? Kwa nini mara 3 sasa? See, in order for us to understand what is happening here, Hii sisi tuelewe kinachoendelea hapa. I'll have to take you into a language journey. Nabidi niwaingize katika safari ya lugha. So you know, we pastors, we learn a bit of Greek and a bit of Hebrew and a bit of Latin. You know we do that, yeah? Najua sisi wachungaji tunajifunza Kiunani na Kiebrania kidogo. Si unajua mambo kama Yeah, hayo. so let me take you to that. Sasa ngoja niwaingize hapo. So you see, the word love, Unajua neno upendo both in English and in Swahili, kwenye Kiingereza na Kiswahili we have limited this word. tumelifungia hili neno. We have limited the word love. Tumeelekea mipaka hili neno. We don't have many expressions of love, Hatuna maana nyingi both in ya English and upendo. Swahili. Kwenye Kiingereza na Kiswahili. So let me give you an example. Sasa ngoja niwape maana. You know that I am married, yeah? Unajua kama mimi nimeoa. Do you know that I'm married, Si yeah? unajua nimeoa And my wife is called Haika, na yeah? mke wangu anaitwa Aika And you know that I love her very much. na mnajua kwamba nampenda sana. So when I talk to Haika, Kwa nikiongea na Aika I tell Haika namwambia Aika that I love you. kama nakupenda. I love you so much, baby. Nakupenda sana baby. Love you. But, Lakini wait. tulia. You know that I've got 2 boys. Unajua kama nina watoto wawili, vijana wawili, 2 boys. watoto wa kiume wawili. And when I have a video call with them, Na nikiwa naongea nao and they tell me about their day, na ananiambia kuhusu siku yao and the mistakes they've done, the things they've broken, you know how it is with na boys. makosa waliofanya na vitu walivyovunja, si mnajua At the tena. end of the conversation, Na mwisho wa maongezi I tell them that I love you. naambia nakupenda. So the same word that I used for Haika, Kwa neno niliyotumia na Aika I'm using on the boys. natumia na watoto wangu. And you know that I have my parents Na here, unajua kwamba na wazazi wangu and I pia. talk to them. Na naongea nao. And I talk to my mom. I don't do it much with my dad, Naongea na mangu lakini sio sana but you know babangu. with mom, you know how it is with mom. Sinajua tena na At the mama end of the conversation, na mwisho wa she mazungumzo. always tells me, Mara zote ananiambia Baraka, Baraka, I love you, my son. nakupenda mwanangu. And what do I say? Na mimi nasema nini? You guys are silly. Ndio watu nanichekesha. And what do I say? Na mimi nasemaje? I love you too, mama. Nakupenda pia mama. And we finish the conversation. Na tunamaliza So now the maongezi. same word that I'm using on my wife Sasa neno ile natumia kwa is the mke same word that wangu, I'm using on my children, natumia na watoto and it's the wangu, same word that I'm using on my mother. natumia kwa mamangu. But you know that Bernice is a good friend of mine. Lakini unajua tena Benis ni rafiki yangu. After she's done some good translation, Akimaliza kutafsiri I vizuri, tell Bernice, namwambia Benis, I love you. nakupenda. All right? Tena Now there is a problem sasa here. kuna shida hapa. The same word that I'm using on Haika, Neno ile natumia kwa Aika, I'm now using it on sasa Bernice. hivi natumia kwa Benis. And it's the same word that I'm using on my mom. Na natumia kwa mamangu. And then I have
a car. Na nina gari. It caught fire on Saturday, but hey. Ilishika moto ila sawa. Yeah, but I love the car. Ya, nilipenda gari langu. So when I was talking about my car yesterday with Bernice, Na nilipokuwa nazungumza kuhusu gari langu na Bernice, I told Bernice nikamwambia Bernice that I love my car. kama nalipenda gari langu. Something is fundamentally wrong. Na kitu ambacho si The same sawa. word that I'm using for Bernice Neno lile natumia na Bernice. is the same word that I'm using for my mom. Natumia kwa It's the mamangu. same word that I'm using for my sons. It's Natumia kwa watoto the same wangu. word that I'm using on my wife. Natumia kwa mke And wangu. I have a dog. Na nina mbwa. And I love my dog. Nampenda mbwa wangu. And I play with my dog. Na nacheza na mbwa And wangu. the same word Na neno lile that I'm lile using for Bernice ninatumia kwa and Bernice for my wife na kwa mke and wangu for my mother na kwa and mamangu for my sons. na kwa watoto wangu. Now Sasa